Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omorogoba ndinaendo mwanchu mugeria dokumena semesa ya mangana maya unabotambe niketeseni kia bene Ensoko TV nkomanyi gati yali agenderete gwateka kurwa chinsemo ao chiense nkoro kwa Daniel Omwaga ayarebosio na aron kwarigeneretie Amaya chinsa ikomi gotokya chaka ese emono yo kabere mu waziri boborendi bwaime imeyense oyaboigo oromokonyi bomurai gwekia makeria agia Jubilee Dr. Fred Matiang'i amochire borro bosagani obwo obwakorekanete lit kuligoro ensemo ya wa Erimia ikanisa ya ACK imeya odaya county ya Nyeri chingaki echomoyega abwo gosasima nyasaye abweso yo kabere omokonyi ibwo murai bwense Rigathi Gachagua arenge gosasima asebono chibura buru echio abarai ibarengense seme ya mwana Kristo nigo banyorete gosiga banyoreta se konguchinga ki barutireto amaryoki iyo korusia mariga egakora Matiang'i hatebiruna no konerio bosibore ebwa munyabantu chinga ki ichyo gosasima. What happened yesterday in Othaya Nyeri is very shameful, honestly. It's unthinkable that young kids who woke up in the morning to go to Sunday school would be tear-gassed in the manner in which they are tear-gassed without cause. There is no crime they had committed. They were not in the wrong place. They were in the place they wanted to be in at that particular time. The poor old women running around, away from tear gas and harassment is very, very shameful. And I've often said, for our political leaders, don't listen so much to the words they tell you, especially the ones in government. Look at their actions. Because how would a confident government do that? Because a government has no problem with its population, with its people. Why would they allow that kind of thing to happen? Okay, fine. Now, with tremendous respect, and I'm happy myself that the senior leaders of government, including His Excellency the Deputy President, whom I have a lot of respect for, and the Minister for Interior have said, agree with us that what happened is shameful and it's something that ought not to happen. Now, let's move to action. Let's see whether action will be taken and so on. Because that is what is going to tell us the sincerity or genuineness of this. Let's see what's going on. The pictures are all over the place. Those guys carrying AK-47 and so on. And then you see some strange things being said by leaders. Like I saw one leader from Laikipia saying something laughable. That Gachagua organized that so that he can seek sympathy. If he organized it, it's against the law. So why don't you arrest those people he was organizing that with? Na gotigara Hassan Semi yo omwaziri Dr. Fred Matiang'i nigo nonya nigo bono anyeboririe ose ewizara ayechisemi etware igikaro ekyo kerengete egokwanira ose gukwanira aboroki baba grade 10 abwo barangirirwa asechi skuru abwe asaba ibori abange basinyire gwikerania abana baba asechi skuru ekyo kubatikana no kuborwa agwe school fees. Unaweza kuona sehemu nyingi, nisungumzie hata sehemu ya Mlima Kenya. Watoto wengi katika sehemu hiyo nimeona, na hata mabarua nimeona, ukiangalia takwimu za huko wamechaguliwa katika category 4. Okay. Wengi. Na tena hiyo imefanywa kwa njia ambayo inashangaza. Mtoto anatolewa ako Kirinyaga, amechaguliwa, amekuwa placed shule iko Laikipia kama kwa mfano. Yes. Mambo kama hayo. Sasa inabidi wazazi waanze kung'ang'ana kufanya kusahihisha, kutafuta shule ambayo iko karibu na mambo kama hayo. Okay. Uingie tena kwa hizo shule zote, capitation haijaingia. Kama quarter 1 and 2 ya capitation haikutolewa, walimu wakawa na madeni karibu 53 billion ama 54 billion hapo. Hata ukitoa capitation walimu wakawa na madeni ya karibu 47 billion, ukitoa capitation, ukitoa hapa 53 and so on, walimu wanaenda kulipa madeni ya quarter 1 na quarter 2. Kwa hivyo quarter 3 hujatoa pesa ya capitation, walimu bado wako na madeni. Na sasa
number 4, kwa sababu hakuna regulation. Unajua wizara ndio inapaswa kukaa chini na viongozi wa sekta ya elimu ifanye mpango. Nimeona mabarua ya shule. Mimi kwa sababu kama kila kiongozi watu wanakuja, wengine kwangu nyumbani, wengine mnakutana nao, mkikutana kwa kanisa, kuna wazazi ambao wako na shida. Kwa hivyo unaona haya mabarua mengine ya grade 10. Shule nyingine inauliza 1047 ya uniform, nyingine inauliza 1052. Nyingine, haya ni maneno ambayo yanapaswa kuzungumzwa na kupangwa. Kwa sababu sasa ukiajia kila shule na kila kamati ya shule iamue, mwishowe mtu wa kuumia ni mzazi. Sababu unajua kila vile ilivyo wakati hakuna mpango na hakuna regulation. Mzazi ndiye anaumia. Ukienda hapa unaulizwa 1047, ukienda pale unaulizwa 1052 na mambo kama hayo. Ukijumuisha hii mambo yote, hii pesa zote kwa mwaka moja ni zaidi ya shilingi 1,100. Na haya yote yanakuja wakati wazazi wetu wengi wako na shida. Wale ambao wanafanya kazi, payslip imekwisha, hakuna kitu huko. Unalipa SHA, unalipa housing, unafanya nini? Alafu sasa uambiwe utoe hizi pesa zote kwenda kwa shule. Na gosika mutwe mwancho muligereria nigo bono omure basubati korwase county ya Kisii musubati Donya Adoris Toto aboria amenyi ibe county ya Nyamira gochamo elio ogosira serikali ya Kenya Kwanza elio banyore amagendro ime ye county eyo chinga kiecho nigo Donya aene kiribu na ebyama biri bya ODM amona kergia Jubilee nigo bire ase serikali ya Kenya Kwanza wetu wa Kisii. Nawaomba hakuna mtu hayuko kwa serikali. Munajua hivyo? Chama ya ODM iko kwa serikali ama iko kwa serikali? Chama ya UDA iko serikali ama si serikali? Chama cha Jubilee kiko na mawaziri serikali ama hakina mawaziri? Chama gani cha Jubilee iko na mawaziri kwa serikali? Sasa kwa nini mnatuambia tutoke kwa serikali jameni? Na serikali ndio iko na matunda, iko na kila kitu. Jameni, kama si serikali, Faruka angekuwa hapa. Kama si serikali, Mugabe angekuwa hapa. Mutise angekuwa hapa. Dadangu tulisoma naye Kaplong angekuwa hapa. Jerusha Momanyi angekuwa hapa. Tungekuwa peke yetu. Kwa hivyo, mimi tu na bono mwancho muligereria nigwemeroberio ya maegerio ase skuru ya boroso ya Kangai ime ya mwa ya he county ya Kirinyaga ya bereka bakegotena maega ya baiboli barenge no borobo nene kurobekana asekerianga no komento agwe school fees ase skuru eyo abebori yabo nigwa musokye ho mwarimu monene egwe skuru eyo egento kerera barokibwa gutama akorwa ase birasi byabo. Kwa saa hizi kuna pesa tunaitizwa na mwalimu. Desk, mtoto wote anaingia grade 7 tunalipa 3,000, hiyo ni ya desk. Miti ni yetu tunalipa welfare 900, tunalipa salimendio 800, activity 500, 800. Sasa hizo pesa zote zinakunja kama 7,000. Sisi wazazi tutatoa wapi? Sasa hiyo pesa yote tutazitoa wapi kama wazazi? Na ndio unaona hawa wazazi wamekasirika hapa. Kwa hivyo sisi hatutaki huyu mwalimu kwa hii shule, na tutatoka hapa kwa hii shule leo akiwa hata kuwa. Mpaka ile siku atatoka hii shule ndio tutatoka hapa. Na hakuna request na hakuna swali. Hivyo ndivyo kuko. Kuna remendio, kuna welfare na hizo zote hatutaki. Activity ni 900. 800. Remendio 900. Hizo zote hatutaki. Patamu na hatutaki hizo. Tunataka tu watoto wakule juu mwalimu ameandikwa na serikali. Na bono mukonyi ibwo muraibwense Professor Kithure Kindiki nigaene kirebuna agwetania bakenya chiribu chimye sana na 3 nigo obairurwe igoskiense ne serikali ya Kenya Kwanza eriogo chiago koremeremo okwana kurwa asenyomberne eyoborai ayo somusangererekano obwe kiama kiria kia UDA okorekana Kindiki nigaene kiribuna omurobero ye serikali nigo yabekirwe eriokwana na amabaga ayemeremo gochi asabasai 538,000 jobs as at this morning. Kufikia leo asubuhi 538,000 jobs. Na tumeambia National
Employment Authority, Rais amewaambia hiyo kazi, we want to find out in each county who are the beneficiaries, so that when it is time for accountability, tutaenda to defend our work in every county with the number of jobs we have created under our different programs. So 538,000 and counting. How have we done it? First, we have entered into bilateral labor agreements with 13 countries, and another 6 BLAs are ongoing to make sure that there is legal protection of our workers who go abroad. They are legally protected through the bilateral labor agreements we've done with 13 countries now. And we continue with that. We also removed the cartels, recruitment agencies that were conning Kenyans. And we also, number 3, we also made sure that through the National Youth Fund, we support Kenyan young people who get jobs abroad but don't have money to buy a passport, to get a passport, or to buy a ticket. So Youth Fund inawapatia kaloni kidogo, wanachukua passport, wanalipa tikiti ya ndege, wanalipa polepole, so that another young person can benefit in future. That is why that number has risen to 538,000. And this program is run by the National Employment Authority, and the jobs are available in their website. We want that number to reach 1 million by December this year. Kazi Maju alone. And then we have Nyota for those young people who want to do business. You have seen the president going around the country, launching the business support program for Nyota, which is initially targeting 121,000 young people. There will be another 90,000 young people who will be assisted to acquire skills. We will get them some place, some TVET to go and study. We will even give them a stipend of 6,000 to commute to and fro so that they acquire skills, especially those ones that are completely unskilled. But we also have a component on AGPO, access to government procurement, and in total, the Nyota program is targeting 820,000 young people, close to 1 million. And the president has said that Nyota will be expanded, and we will put our own money to even double the ongoing size of that program going into the future. Tuendelee tusiendelee. That is on job creation. We have Nyota, we have Kazi Maju, we have Kazi Mtandaoni, we have public infrastructure projects, and finally, we are also employing people in the public service. The private sector has been enabled also to expand jobs. So those are the pathways we are using to create jobs and income opportunities for our young people. Nagoska mutwe mwancho muriria nigoba no murikyo manebwe kiombekeria kia barimu kia Nat Collins Oyo ararire bene buna barimu nigoba guchia gutigara asensemo ya serikali ya Kenya Kwanza busio bochorio bonene ebore bosio okwana kurwa chinsemo cha mosopu imeye county ya Nandi ekerokia bochori ibwa abarimu ube kiombe gosa abara ibe kiombe kia Nate urose yorwa Nandi Oyo nigate birebuna abarimu nigobara cheko musira William Ruto busio bochorio bonene asekeria ngaruto nigo ayerekiromokia as osansore mechando ya barimu meyense ya Kenya. I want to sincerely thank His Excellency, the President of the Republic of Kenya. Sisi kama walimu tunampa kongole for the review of the CBA cycle. Then number 2, you know that promotion of teachers in this republic have taken another twist because every other teacher, as we speak here, has stagnated in one grade for quite a number of years. We made a request to the president. Instead of the 1 billion that promotes about 25,000 teachers, the president directed that an additional 1 billion be put in place to promote, instead of 25,000 teachers, promote 50,000 teachers. And that is where we are. So who are you not to say thank you?
As a union, we are saying thank you to the president. Kenya Kwanza government, in the education charter, promised to employ 116,000 teachers in 2 years. As I speak now, ladies and gentlemen, President Ruto government has employed 100,000 teachers. Is that not a credit? Hiyo nikisema kumi bila break nimekosa nini? Nimekosa nini? Na bono mwanchumuliria nigo mubunge bwensemo ye bunge ya Kamkunji Yusuf Hassan abuliri abasae weso ya asechi skuru chobobundi elyo konyora amaegerio ayo arabakonye wekerania amagani yabo. Yusufu nigo boigo ayenekire bona muroberio obu okobasira abasae onyota nigo hora abakonya abasae kwegendereria ase amagimabo na kwira na gukora egose kurwanya emechando elyo gendete kwenye bwatense ya Kenya yoboremeru bwemeremo. Jumla ni vijana na wasichana 1694. Hakuna eneo lolote hapa Nairobi au kokote ambapo mimi napajua ambapo vijana wamepata fursa kama hii, idadi kama hii. Kwa hivyo naomba mjitahidi, mjikaze, mmalize. Tafadhali msitoke katikati ya hii training. Nawaomba sana, na hatutawaacha tu leo na kuwasindikiza. Tutakuwa nanyi siku zote. Mtakapomaliza njoni munione, muniambie mmefanikiwa vipi, mnataka nini, ni msaada gani mnataka, technical tools gani mnazotaka. Na mimi nitakuwa tayari kuwasukuma. Nataka mtilie maanani digital training na digital technology na artificial intelligence, kwa sababu hiyo ndio maendeleo ya siku zijazo. Tusiachwe nyuma kama nchi. Mwanchumuliria chaptoke chideka 15 nemo igore chinse 10 chiabo na maragoba nabo nongo ikero mwerio wangana maya kurwa ekereke segeteseni kyo kya Benegien Soko TV kwenda magana ayu sencha yowe kanu yanyore chin sense yemo amone chinse sato ochiabo tukonere Clinton Ondigi Thomas Gosuka ekiagara egeke kero mutu muroberi bongo ya mariko onere edunyanga umwana mboka ko gocherore mayakwa moko nyegeria agoika ense yemo oya maragoba Brian Achaka Barnabas Ondari amona Felisas Kabendi ibonsi na warenge mega yemenyonjo kwene kinga chibicha mone muri oyo ikiratira senchira ere yaboto ya rutwara omorogoba oromuya nchenkuru kwa Daniel Omwaga.